Tukija kwenye swala sasa la mifugo. Hii mifugo bwana nayo ni vile vile kwamba utaratibu umewekwa kama utavyoona hapo. Unaona inaonyesha kwa aina ya mfugo umeathiriwa, lakini bado swala la umbali liko pale pale. Yaani haijalishi kwamba kama umekwenda ndani ya hifadhi ukaweka au kwenye eneo lile la mapitio, kwa maana zile mita kuanzia 0 mpaka 500 ukaweka zizi lako pale, hautastahili kulipa kwa sababu umeenda kujenga zizi lako ndani ya eneo ambalo ni la mapitio ya wanyama. Kwa hiyo kimsingi tunatakiwa tu tuangalie pia umbali wa maeneo yetu. Kwa hiyo unaona hapo kila mnyama amewekwa kiasi chake kulingana na marekebisho ya kanuni hizi na malipo ya kifuta jasho ambazo zinaweza kusababisha wewe usistahili kulipa kifuta jasho. Kwa mfano kwa wewe bwana umeathiriwa, lakini ukiangalia shamba lako liko nje ya mipaka ya kijiji hicho, sasa hauwezi, hautastahili kulipwa. Kwa hiyo sasa anailipwa ni yule ambaye ni mwanakijiji wa kijiji husika na athari zimetokea kwenye kijiji husika. Kwa hiyo hapo ndio huyo analipwa. Sawa. Lakini pia tunaangalia kwamba wewe mkulima kweli, mifugo yako kweli mazao yako yameathiriwa, lakini umelima ndani ya matumizi bora ya ardhi. Mipango matumizi bora ya ardhi imegawanya mashamba, malisho, ufugaji na vitu kama hivyo. Sasa ikitokea kwamba shamba lako liko kwenye eneo kwa mujibu wa mipango ya ardhi, matumizi bora ya ardhi, wewe inaonekana kabisa kwamba umekwenda kuanzisha shamba kwenye eneo la malisho, pia utastahili kulipa kwa sababu kwanza umeenda kinyume na nini na hii mpango wa matumizi bora ya ardhi. Lakini ikionekana kwamba umeenda kwenye msitu wa kijiji, wewe ukaenda kufuga kule, kwa hiyo utakuwa umeenda kinyume na mpango wa matumizi bora ya ardhi ya kijiji. Kwa hiyo hapa pia wewe utastahili. Lakini pia katika tathmini ataangalia pia katika shamba lako kama linaonyesha wazi kabisa namna ambavyo umelima na mazao yalivyo, kwamba usingeweza kuvuna. Kuna ile ukame kwamba inaonekana kabisa kwamba hata isingeliwa na mnyama pori wewe usingeweza kuvuna. Hapa pia tathmini itafanyika na unaweza usifanyeje, usilipwe kifuta jasho. Lakini pia kuna sababu nyingine kwamba kama ushafanywa tathmini, huwezi kufanywa tathmini nyingine. Kwamba umeshafanywa tathmini na ukalipwa, huwezi kufanywa tathmini kwa eneo lile kwa kiwango kile kwa athari zile tukalipwa tena. Kwa hiyo sheria na kanuni hizi Sasa tunakuja kwenye kipengele cha malipo kuchelewa na kiasi kidogo. Kama ambapo nimetangulia kusema kwamba tunaongozwa na sheria, lakini pia tunaongozwa na kanuni ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuona namna gani wananchi hawa wanaopata changamoto za hawa wanyama pori wakati wa uharibifu wanaweza kupata pole ili kuendelea na maisha yao. Kwa hiyo kiasi hakiwezi kuwa sawasawa kama ambavyo wananchi wengi wanatamani kuwa sawasawa na thamani waliopoteza, na ndio maana inaitwa pole kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo kuwa kidogo ni mitazamo sasa yetu kulingana na kile tunachopoteza. Ni kweli ni kidogo, lakini pia serikali imeendelea kuona kwamba ni kidogo, na ndio maana kuna tofauti sasa. Toka kabla ya kanuni za marejeo zilifanywa marejeo 2024 na zile za nyuma, kwamba hata tukiona kiwango kwamba mtu akifariki kutokana na wanyama mwanzo ilikuwa milioni 1, lakini sasa hivi milioni 2. Mtu akipata ulemavu wa kudumu mwanzo ilikuwa wanasema 500,000, sasa hivi imekuwa milioni 1. Kwa hiyo imedouble kwa sababu ya kuona tu hali ya halisi ya sasa hivi inavyokwenda, lakini pia hizi changamoto zinarudisha jitihada za wananchi nyuma. Kwa hiyo ndio maana wanaendelea kujitahidi kurekebisha, na naamini kwamba kadri ambavyo changamoto hii inaendelea, basi kuna hatua nyingi zitaendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kudhibiti, lakini pia marekebisho ya hizi kanuni kwa ajili ya kuendana na uhalisia yataendelea kufanyika kama ambavyo yamefanyika sasa hivi. Swala la kuchelewa bwana, hili ni changamoto ambayo kimsingi ni kweli kama ni pole inapaswa kiuhalisia tu kibinadamu, ni kwamba pale ambapo una huzunishwa na ulichokipoteza kwa wakati huo, ili uwe na mbadala
katika maisha ambayo yanatakiwa yaendelee. Kwa hiyo wananchi wengi wamekuwa na jambo hili. Sio huyu tu alituma message, ni kwamba hizi fedha zinachelewa, zinakuwa hazileti maana halisi ya pole, kwa sababu mtu unakuta umeshasahau, lakini pia umeshapitia mazingira magumu sana ya kupoteza mnyama au ya kupoteza uwekezaji wako. Lakini niseme tu kwamba serikali ina utaratibu wake wa kuchakata na kufanya tathmini na kutenga hizi fedha kwa ajili ya kuwalipa wote waathirika, na imekuwa ikifanya hivyo. Kikubwa tu ni kuendelea kuvumilia na kufuata zile taratibu kwa haraka. Fanya tuone tunachelewa, lakini kimsingi serikali inaendelea kutambua kwamba kweli kunahitajika uharaka wa haya malipo na mwisho wa siku, ili wananchi wapate kuendelea na maisha yao kama kawaida. Kuna jambo lingine hapa liliibuka, ile la sasa Simba yakiua bwana, mtu anapewa milioni 1. Huyu alikuwa anazungumzia sasa ile kanuni ya wanyamapori kabla haijafanya marejeo 2024, hiyo ilikuwa ni milioni 1, kwa sasa hivi milioni 2. Ni pole, tunaendelea kusisitiza ni pole, sio fidia. Kwa sasa hapa anasema kujeruhi na kuua mnyama. Sasa hapa tutaitengeneza vizuri ili tuwe na uelewa sasa mzuri. Sheria bado inaruhusu kujilinda. Yaani wewe mwananchi kama upo kwenye mazingira yako kabisa kijijini pale, mnyama kavamia, una haki ya kujilinda na sheria inakulinda kabisa kwamba wewe hautahusishwa na kumuua mnyama. Kwa hiyo hutakuwa umetenda kosa katika hali ya kujilinda. Lakini kujilinda huku lazima kuwe na sababu toshelevu sasa. Sio umemwona mnyama ukaanza kumpigia makelele, ukamwendea, unamtishia na mwisho wa siku akaamaki, akapata hasira, akaja akakudhuru. Hapana. Hiyo itakuwa sio kujilinda. Hiyo itakuwa umemsababishia hasira, mwisho wa siku karudi. Kuna ile namna ya kujilinda na kulinda mali yako. Inaruhusiwa tu na hautachukuliwa sheria. Kwa hiyo ni kama ambavyo nasema kwenye ibara ya 72 na 73 ya sheria ya wanyamapori ya mwaka ilivyofanywa marejeo 2023. Hii sura namba 283. Kwa hiyo naruhusu pia kujilinda. Kimsingi tuko na sababu ambazo ni toshelevu. Lakini pia mnyama anapokuja kijijini lazima pia utoe taarifa. Utoe taarifa hata kama katika kujilinda ukamuua au kumjeruhi. Lazima utoe taarifa kwa mamlaka husika. Usipofanya hivyo pia ni kosa na kuna adhabu yake. Yaani adhabu inaweza kuwa kuanzia 500,000 mpaka milioni 5 au kufungwa kuanzia miaka 2 au 5 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo kuna sababu pia ya kutoa taarifa pale ambapo mnyama anakuja. Swala la kuvuna tembo. Swala la kuvuna tembo limeelezwa hapa. Kwa nini wasivunwe ili kutoa nafuu sasa kwa hawa wakulima ambao wanaendelea kupata shida sasa ya hawa wanyama wakali na waharibifu. Kimsingi serikali imeendelea kuchukua hatua kupambana na hawa tembo, hasa wanyama tembo. Tutakwenda kukufahamisha vizuri kwa mbele tunapokwenda. Kwenye malizia. Lakini kwenye swala la uvunaji au uwindaji hauruhusi kabisa kwenye maeneo ya hifadhi za taifa. Lakini uwindaji kwa kibali maalum unaruhusiwa kwenye WMA pamoja na maeneo ya game reserve. Kwa hiyo hii ni moja ya njia ambayo inapunguza kidogo hawa wanyama ambao ni wakorofi. Lakini pia mamlaka ya wanyamapori, sheria imewaruhusu pia afisa yote ambaye ataona kuna mnyama ambaye anatishia maisha ya mwananchi, basi wanaweza kumuua na kuondoa hiyo sitofahamu au taharuki inayosababishwa na huyo mnyama. Kwa hiyo kwa dhana ya kuvuna kama kuvuna, hapana, hiyo bado haijawa njia sahihi kwa sasa hivi kulingana na mazingira ambayo tunaendelea nayo. Lakini serikali imeendelea kuchukua tu jitihada za kuhakikisha kwamba hawa wanyama wanadhibitiwa. Hatua ya kuvuna ni hatua ya mwisho kabisa ya kushindwa na njia hizi zingine zote ambazo zinaendelea kuchukuliwa na serikali. Sasa tunakwenda kuangalia jitihada za serikali ambazo imechukua kwa ajili ya kukabiliana na hizi changamoto za migongano ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu. Kwanza imeendelea kuchukua hatua za kukabiliana na wanyamapori, kwa maana kuna maeneo ambayo wamekuwa wizara kupitia mamlaka na taasisi zake imeendelea kuwaelekeza askari kuweka kambi za muda
kwa ajili ya kukabiliana na hawa wanyama pori wakali na waharibifu katika maeneo ambayo yana hizo changamoto. Kama ambavyo tunaona kuna kambi ya muda iliwekwa pale Mtera mwaka 2024 baada ya kutokea sekeseke lile la wale mamba wala watu wala wavuvi. Lakini pia na boko pale. Kwa hiyo ikawekwa pale, basi pale askari wakaweza kuua wale mamba watatu pamoja na boko wawili. Hii kwa ni mwaka 2024 pale Mtera. Kwa hiyo ikawa imepunguza ile adha ya wale wananchi wanaokwenda kuvua, lakini pia wale wananchi ambao wanakwenda kufanyaje, kwenda kuchota maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Lakini pia imeendelea kuboresha malisho kwa kuondoa mimea vamizi. Kwa hiyo sababu changamoto nyingine kwamba hii mimea vamizi katika ekolojia ya maeneo yaliyohifadhiwa inaathiri sana chakula cha hao wanyama, hali inayopelekea sasa wanatoka katika hayo maeneo na kwenda kutafuta chakula kwingine. Wanatokea sasa wako vijijini, wanakutana na mpunga, wanakutana na mahindi, na mwisho wa siku sasa wanageuza kuwa chakula chao, na mwisho wa siku kila muda wanakuwa wanatamani kurudi kule. Lakini pia serikali imeendelea kufuatilia na kudhibiti hao wanyama pori. Kuna mazoezi ya kuweka kora, imekuwa wakiwekewa kora wale viongozi wa hao wanyama kama tembo au simba, ili kufuatilia nyendo zao kule maeneo ya vijijini au kwa wananchi, ili sasa wanapoonekana tu wamekaribia katika maeneo yale, basi hatua za kuadhibiti ziweze kuchukuliwa. Serikali kupitia taasisi ya TAWIRI kwa kushirikiana na mamlaka ya wanyamapori wameendelea kuweka vizimba. Kwa vizimba imeendelea kuwekwa, na hivi pia kuna vituo hivi vya kukabiliana na wanyamapori wakali na waharibifu ambavyo vimeendelea kujengwa nchi nzima katika maeneo ambayo yana changamoto hiyo. Kwa mwaka 2024-2025 hivi vituo 10 vilijengwa, lakini 25-26 kuliahidiwa vituo 19 vitajengwa. Naamini mpaka sasa hivi vitakuwa vimesha rejea. Kuna kituo kimoja mimi nikishuhudia kule wilaya ya Mbalali, kata ya Igava, kijiji cha Igunda. Kile kimeshaanza vina VGS, nikawakuta pale wanaendelea kupambana na kwa hiyo ni moja ya juhudi za serikali ambazo zimeendelea kuzichukua kwa ajili ya kukabiliana na hii changamoto. Lakini pia kumekuwa kuna uhamishaji wa wanyama kama zoezi ambalo tumeona, kuna tembo 500 walihamishwa kutoka kule Kyela kupelekwa Buligi Chato kwa kule. Hii ilikuwa ni mwaka jana 2025. Lakini kuna VGS wameendelea kupatiwa mafunzo, yani vijana hao ni askari Village Game Scout, askari wanyamapori wa vijiji. Wameendelea kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kupambana na hawa wanyama wakali pori na waharibifu. Lakini pia serikali imeendelea kuendana sasa na teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo imeendelea kuangazia sasa swala la ndege nyuki, drones. Kwa hiyo kuna drones zaidi ya 17 zimenunuliwa kwa ajili ya kukabiliana na hii changamoto. Lakini pia elimu ya hii migongano ya wanyamapori na waharibifu imeendelea kutolewa na taasisi zote kupitia vitengo vyao vya mahusiano ya jamii au jirani mwema. Kwa hiyo elimu imeendelea kutolewa ili wananchi wao wanajua tahadhari, lakini pia wao wanajua utaratibu, lakini pia wao wanajua tabia za hawa wanyama wanapokuja. Hii sasa wao wawe ni wa kwanza kujikinga kabla ya mamlaka husika kufika na kuwafukuza wale wanyamapori wakali na waharibifu. Lakini pia serikali imeendelea kuchukua hatua kama nilivyosema awali kwamba hata viwango vya pole vimeendelea kuongezeka. Vimeendelea kuongezeka na naamini vitaendelea kuongezeka zaidi. Kwa kumalizia kabisa, nadhani tumeelewana sasa, mambo mengi tumeongea na nadhani tutakuwa sasa tuko pamoja. Kwa kumalizia kabisa, niwashauri sana wananchi wenzangu ambao kimsingi wako katika maeneo ambayo yana changamoto hii kwamba ni muhimu kuendelea kuzingatia na kuheshimu mipaka na maeneo yaliyohifadhiwa, lakini pia kuishi katika zile maeneo yetu ambayo yametengwa kwa shughuli fulani. Tuheshimu ile mpango wa matumizi bora ya ardhi kijijini ili tuendane sawa sawa na kile ambacho kinahitajika kule. Umbali, tuheshimu umbali ule kama ambavyo tumeelekezwa kwenye hatua zile zingine. Lakini tujitahidi pia kuangalia namna ambavyo tunaweza
sawa, tunajua kwa wakati mwingine kuna vilimo ambavyo ni vya biashara, lakini vilimo vingine kwa ajili ya mazao ya chakula. Lakini pia tuangalie kwa namna ambavyo tunakaribiana zaidi na maeneo ya mapito ya wanyama. Tufikirie, tunaweza tukafikiria kuhusu kuweka au kupanda mazao ya kibiashara ambayo ni pingamizi na wanyama pori, mfano pilipili, vitu kama hivyo, ili tu kupunguza hii dhahama ambayo inaendelea kutukuta. Lakini tuendelee kutumia mbinu mbalimbali za ufukuzaji ila tukiwa na tahadhari. Kuna mbinu zetu zile kupiga mavuvuzela, sijui madebe na nini, tuendelee kuzitumia kwa sababu tunaona kuna namna zinatusaidia kabla ya hawa ndugu zetu wa mamlaka husika kuja kutusaidia kufukuza. Lakini kingine ni kuendelea kutoa taarifa mapema pale tunapoona ili jambo wanyama wamevamia na vitu kama hivyo, basi tutoe taarifa tu mapema kwa ajili ya hawa ndugu zetu kuja kutusaidia kuwafukuza. Jambo la mwisho ni tahadhari. Maeneo yetu ambayo tunakwenda kuchota maji au tunapofuga tukiona wanyama pori hawa, jamani, hawana utashi kama ambao sisi tunao. Kwa sababu mimi na wewe tukikutana, unaweza ukatabiri kwamba huyu amechukia, huyu anafurahishwa nikimkusogelea hivi. Wao hawana utashi huo. Kwa hiyo tuwe tuna tahadhari ya umbali kwa nao wanapofika, lakini pia hata tunapoendelea kutumia mbinu zetu za kijadi, tusiwadhuru, tusiwajeruhi wakabadilika tabia na mwisho wa siku wakatuathiri. Kwa hiyo nafikiri tu kumekuwa pamoja katika 5 za moto session ya kwanza. Kwa hiyo niwashukuru sana na niseme tuendelee kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ya Uhifadhi TV, lakini pia kwenye mitandao yote ya kijamii unaweza ukashare, ukalike, ukacomment. Hivi vyote vitatusaidia watu wengi zaidi waendelee kupata elimu ya uhifadhi.